ya leo nipo hapa kuandalia jinsi ya kupika keki ya ndizi au mkate wa ndizi, vyovyote utakavyoamua kuiita. Na hivi ndio vifaa ambavyo nitakuwa natumia kukamilisha kupika keki yangu ya ndizi au mkate wa ndizi. Tutakuwa na unga wa ngano, tutakuwa na ndizi, tutakuwa na yai, tutakuwa na baking powder, sukari, chumvi, kuna mafuta ya kula, mafuta ya kupikia. Karibuni. Hatua ya kwanza, tunaanza kuchekesha unga wetu ili tutoe mabonge au uchafu ambao unapatikana kwenye unga. Nimemaliza kuchekecha unga wangu. Sasa baada ya kuchekecha, tutachanganya unga huu na chumvi na baking powder. Chumvi utatumia kijiko kimoja cha kulia. Nitaweka kidogo sana kwa sababu baking powder na chumvi zote zina ladha moja, zina ladha kama ya chumvi. Hapa nimeweka chumvi, naweka baking powder, nitatumia kijiko hiki kidogo kabisa. Baada ya hapo nitachanganya vitu kwa pamoja. Nimemaliza kuandaa unga wangu. Sasa hatua ya pili, nitaziponda ndizi kwa ajili ya kuchanganya na unga. Napenda kutumia uma au kijiko. Mimi nimependa kutumia uma. Utaponda, utahakikisha inakuwa laini kabisa. Utapunda mpaka utakaposikia hivi itakuwa imeshalainika. Na mimi hapa nimetumia ndizi mbili kwa sababu unga ambao natumia ni nusu tu. Kwa hiyo ndizi mbili zinatosha kabisa kwa huo unga nusu. Baada ya hapo nitachukua yai langu moja, nitachanganya na hizi ndizi ambazo nimeziponda. Nitachanganya kwa pamoja, hakikisha mpaka linachanganyika vizuri. Baada ya hapo nitaweka mafuta kidogo kwenye huu mchanganyiko wangu wa ndizi na mayai. Utachanganya tena vizuri. Baada ya kuweka mafuta nitaweka sukari. Sukari nitaweka vijiko viwili vikubwa kwa sababu ndizi na sukari. Kwa hiyo nikiweka vijiko vingi sukari itakuwa imezidi. Baada ya mchanganyiko wangu sasa
nakuja kuchanganya unga, nakuja kuweka unga ambao tumeuandaa. Nachanganya kwa pamoja. Nachanganya unga wangu vizuri pamoja na ule mchanganyiko wa ndizi. Utahakikisha mpaka unakuwa mlaini, usio mlaini sana kama hivi. Baada ya hapo tutamwagia unga sufuria letu ili kuepusha mkate wetu au keki yetu kushika chini. Baada ya hapo utachukua sufuria langu kubwa ambayo nitakaobandikia huo mkate wetu. Nitaweka mchanga kidogo kiasi, na tunaweka mchanga kuepusha sufuria lile ambayo utakaowekea keki yetu au mkate wetu kushika chini kabisa. Kwa hiyo huu ni upishi wa kitamaduni. Kuna wengine ambao wanaoka, kuna sisi ambao tunapika kwenye majiko ya mkaa. Utaweka mchanga kiasi kama hivi, kimaliza utabandika jikoni. Baada ya hapo utachukua sufuria lako, weka unga kidogo, utaweka mchanganyiko wako. Na nimeanza kuweka sufuria na mchanga jikoni ili huo mchanga uweze kupata moto kidogo. Utakapoanza kuweka huu mkate wetu usichelewe kuiva. Naweka vizuri mchanganyiko wako, utaweka jikoni. Baada ya hapo utafunika, na hapa juu lazima uweke mchanga. Kwa hiyo tutaweka mchanga kiasi, utausambaza vizuri. Utasubiri baada ya dakika 5 uangalie mkate wako unaendeleaje. Baada ya dakika 5 utashusha sufuria lako, afu utaweka mkaa kwa utaweka hapa juu ya mchanga. Hakikisha chini moto haubaki mwingi, kwa sababu utaunguza mkate wako au hiyo keki. Utarudisha tena jikoni, utaacha ndani ya dakika 20 ili mkate wako uwe umeshaiva. Baada ya dakika 20 tutafunua sufuria letu kwa kuangalia kama mkate wetu wa ndizi au keki yetu ya ndizi itakuwa imeiva. Kama tunavyoona mkate wetu umeshabadilika rangi, umekuwa rangi ya brown mpauko. Kwa hiyo ukiona hivi ndo utaona kama umeiva. Kwa hiyo tutautoa kwenye sufuria tayari kwa ajili ya kula. Kama tunavyoona mkate wetu wa ndizi ndo umekuwa hivi, uko tayari kwa kula. Asanteni kwa kunitazama, karibuni kula.